masahaba ni ridwanullahi alayhim, radhi za Allah ziwe juu yao, wanakuwa akili zao yani ziko vizuri, na waja wema wingi wanachuoni akili zao ziko vizuri. Sasa siku moja as-sahabi al-jalil Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ni sahaba mkubwa huyo. Siku hiyo Umar ibn al-Khattab, kama tunavyomjua, Umar ni mkali katika dini, yani kidogo yani hataki masahara katika dini kama tunavyojua. Sasa siku hiyo Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu alienda kwa Hudhaifa, as-sahabi Hudhaifa ibn al-Yaman. Alipofika kwa Hudhaifa akamuuliza, akamsalimia, kisha akamuuliza vipi hali yako, kisha akamuuliza kaifa asbaht, vipi umeamka asubuhi. Hudhaifa ibn al-Yaman akamjibu akamwambia, asbahtu uhibbu al-fitna, nimeamka asubuhi hali ya kuwa napenda fitna, wa akrahu al-haq, na nachukia haq. Kisha akamwambia walima laysa wa usalli bighairi wudhu, na naswali bila ya udhu, walima laysa lahu rabbus samawati wal ardh, na ninavyo mimi vitu ambavyo hana mwenye mbingu na ardhi. Umar ibn Khattab radhiallahu anhu akakasirika, yani unasema maneno kama haya, umeamka asubuhi tuhibbu alfitna, asbahtu uhibbu alfitna, napenda fitna, unapenda fitna wewe sahaba gani shafamu? Nachukia haki, unachukia haki sahaba wewe, unasema maneno kama haya, unaswali bila ya udhu wewe sahaba kweli, wewe mcha Mungu vipi wewe? Umar kakasirika, Umar shadid fi din. Lakini Umar hakutaka kufanya kitu kwa sababu anajua kwamba masahaba radhiallahu alayhim yani sio watu wa kawaida, yani katika kuongea hawaongei vitu vya kawaida, yani ni watu wa kawaida, lakini nakusudia kwamba wanachunga maneno ya kuongea. Umar ibn Khattab akaenda kwa Ali kumhadithia hichi kilichotokea, akamwambia nimeenda nimemuuliza Hudhaifa, kanaambia kwamba asbahtu uhibbu alfitna wa akrahu alhaq, nachukia haki, wa usalli bighairi wudhu, na nasali bila ya udhu, walima laysa lahu rabbus samawati wal ardh, na mimi namiliki vitu ambavyo havimiliki mwenye mbingu na ardhi. Akamwambia Ali, anamhadithia Ali Umar. Ali akamwambia ndio iko sawa Hudhaifa. Akamwambia vipi iko sawa maneno hayo? Akamwambia subiri nikutafsirie. Asbahtu uhibbu alfitna, nimeamka asubuhi napenda fitna, anakusudia asbahtu uhibbu, na nimeamka asubuhi aliyakuwa napenda watoto wangu na mali yangu. Almalu walbanuna zinatul hayati dunya, inma amwalukum wa auladukum fitna. Au sio? Aya nyingine inasema hakamalizeni na watoto wenu fitna. Kamka asubuhi aliyakuwa anaipenda mali yake na fitna na watoto wake, ndio fitna yenyewe anakusudia. Wa akrahu alhaq, na nachukia haki. Akamwambia vipi anachukia haki? Akamwambia tulia nikwambie, anachukia haki maana yake anachukia mauti. Hakuna anayependa mauti. Kila mtu hapa akiambiwa mauti mauti, kifo hicho. Sawa, kila mmoja anachukia. Sawa. Wa usalli bighairi wudhu, na anaswali bila udhu. Akamwambia ndio, anamswalia mtume. Kumswalia mtume sio lazima utie udhu. Tamam. Walima laysa lahu rabbus samawati wal ardh, na mimi namiliki vitu ambavyo hana mwenye mbingu na ardhi. Vitu gani hivyo? Ana mke na watoto, mwenye mbingu na ardhi hana mke na watoto. Sawa. Kwa hiyo katika kisa hichi kitu muhimu ambacho tunajifunza ni kwamba usimhukumu mtu hapo ukafikiri kwamba mtu kakosea. Kamfuate, sogelee karibu, muulize, mtake ushauri. Pengine umekosea wewe lakini unajua umepatia.